Mtazamaji wa Jicho Media, nilikuahidi interview ya kwamba nitatafuta CEO wa JM Studios. Bwana CEO, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko mzima? Kabisa nashukuru. Okay, swali la kwanza kabisa, niko na maswali 10 moto ambayo nitakuuliza. Na ninaomba utanijibu kwa sababu sio kwa sababu yangu bali kwa sababu ya wale watu wanaoniuliza. Swali la kwanza kabisa, majina kamili wanakuita nani? Nashukuru sana. Mimi naitwa vile umesema, mimi naitwa JM. Mimi nafahamika kama Jerusalem Music. Jina la studio naitwa Jerusalem Music Studio. Lakini kwa majina yangu kamili ambapo nilipewa na wazazi wangu wote wawili ni Joshua Lepapa. Joshua Lepapa. I think so watu wengi hawalijui jina hilo, lakini hilo ndilo jina kamili. Swali la pili, wewe ni mzaliwa wa wapi? Mimi ni mzaliwa hapa Seneti. Tuko maeneo ya Seneti. Ni mzaliwa wa hapa, nimesomea hapa, nimekuwa hapa, so mimi ni mkazi. Kwa hiyo wewe ni mkazi? Yes. Swali la tatu kabisa. Tunataka tujue safari yako ya muziki. Ulianza wapi na ulianza lini? Thanks. Safari yangu ya muziki imekuwa, nilianza muziki muda mrefu kama 2010. 2010. Hapo ndo nilianzia safari yangu ya muziki. Tulianza muziki tukiwa wadogo. Wakati huo muziki ilikuwa ni challenge kwa sababu kupata pesa ya kwenda studio ilikuwa challenge. Lakini ilifika mahali nikatamani kuimba, ikawa sina pesa ya kwenda studio. Lakini mwisho wa siku Mungu ni mwema. Mungu akakuwa mwema. Yes. Kabla tujafika kwa challenge, tunataka tujue hii maono ya kuwa mmiliki wa JM Studios. Hii maono uliipataje na ilikuwa mwaka upi na nini kilisababisha ukapata hii maono? Kwa kweli Mr. Jicho, safari ni ndefu na story ni mingi, lakini muda ni mchache. Okay. Mimi wakati wa utoto wangu ujana wangu nilikuwa mwalimu wa Sunday school, nilikuwa natamani kuimba sana. Nilikuwa nafundisha kwaya moja Sunday school katika district yetu ya Kajiado County. Ilikuwa namba 1, mwalimu namba 1, kwaya yetu ilikuwa namba 1. Lakini tulikuwa na uwezo wa kwenda studio. Nilikuwa na kiu sana ya kurekodi wale watoto wakati huo, saini wa mama wengi wao. Lakini imekuwa safari ndefu, nikaachana na kazi ya ualimu. Kwa mwalimu wa Sunday school nikaajiriwa kazi. Kafanya kazi, nikaajiriwa permanent, kawa naimba tu. Nikatoa muziki wangu ambapo ulihit kwa wakati huo, naitwa Mangati Line, pengine nitakusikisia baadaye usikie. Nikafanya vizuri kweli. Lakini sasa wakati huo changamoto ya maisha ilikuwa huwezi kushika, Waswahili wanasema mshika mawili mmoja uponyoka. Nilikuwa nafusia kazi kwa sababu wakati nahitajika nikaperform mahali nilikuwa nafanya kazi. So nikaachana na kazi nilipopata pesa yangu nikakusanya, nikasema kwa sababu waimbaji wenzangu wanapitia changamoto kama mimi, na kwa sababu Mungu amenisaidia niko na maono, wacha nifungue studio nione kana kwamba wasanii hawatateseka tena jinsi nilipoteseka huko mwisho. Okay, hebu turudi nyuma kidogo. Bwana JM, tuambie ulikuwa unafanya kazi ipi? Kwa kweli mimi nimefanya kazi ya mbalimbali. Wakati nilianza kuajiriwa, kwa sababu sikuwa na makaratasi yote ya kazi na pepa yote, nilianza kazi ya security. Nilikuwa na linda mwenye boma. Kazi yangu ya kwanza. Nilikuwa nalipwa shilingi 6,000. Lakini sikufunjika moyo. Huo ilikuwa ni mwaka upi? Ilikuwa ni 2010. 2010. Nikafanya kazi 2010, 2011. Nikafungua kazi ya biashara ya kuuza viatu. Nilikuwa naenda kununua viatu kwa bei ya wholesale. Nanunua kwa shilingi 6,000, napata 12,000. Hapo ndo mlango yangu ilifunguka. Sasa ulianza kulinda mwanaume akilala? Nilikuwa nafanya kazi ya security, kwa nangoja mwenye boma aingie, na kesha mpaka usiku, namfungulia gate, kwa mwezi ananipatia shilingi 10,000. 10,000. Na nilishukuru kwa wakati huo. Okay, tukuje hapa kwa hizi pesa. Ulikuwa na sponsor? Unajua vitu vya studio bila shaka utatuambia gharama yake, hata kama utatuambia yote, lakini bila shaka inagharimu pesa mingi. Ulipata sponsor ama hebu tuambie ulipataje hizo pesa za kupata vitu vya studio? Ndugu Jicho, kwa kweli ni ngumu. Lakini Waswahili wasema
panapo na nia pana njia. Nilipofanya kazi ya shilingi 10,000 nilifanya kwa miezi mitatu. Nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, nikafanya biashara yangu. Nilipopata pesa nilikuwa namiliki 50,000. Ambapo ni yangu, sidaiwi na mtu. Nikachukua fursa, babangu alitujalia tulikuwa na shamba ya maji. Nikaja nikalima mahindi, nikapata shilingi 60,000. Nikalima kwa mara ya pili, nikapata shilingi 200,000. Hapo ndio safari yangu ilianza. So hapo ndio safari ilianza? Yes. Hebu tuambie, kabla tujaenda sana, hizo vitu vyote kwa ujumla ukipiga roughly inagharimu pesa ngapi? Kwa kweli siwezi kumbuka hesabu, lakini nashukuru Mungu mahali niko, kwa sababu wakati unapoanza na kitu unajiboresha polepole. Kama 800, 900. 800, 900. You mean 800,000, 900,000? 900,000 mpaka 1 million, kwa sababu unajiboresha polepole. Hata unavyoona studio yetu vile vinakaa, kwa kweli tunachezea milioni.